sio kila kicheko kinachoashiria furaha. Ndio. Na sio kila chozi linaloashiria huzuni, hapana. Yawezekana mtu akacheka lakini akawa anaumia. Aidha ukawa unalia lakini ukawa unalia kwa furaha. Kwa hiyo kicheko changu mimi kina maana yake. Hali gani ndugu mtazamaji wa TWM, mimi ni CD Boy aka Kaptani OG, nazidi kuiwakilisha vyema idara ya TWM hapa kambini Nyarugusu nchini Tanzania. Na leo niko na moja kati ya vijana ambao wanapatikana hapa kambini, na ni moja kati ya wale wakimbizi ambao wanazidi kulalamika na kuumia sana mioyo kutokana na kile kinachojiri hapa kambini. Na vile vile tutaongelea kuhusu mmomonyoko wa maadili wa vijana hapa kambini na ndoa za mapema na mengineyo. Usikose kuendelea kuwa na kipindi kama hichi au vipindi kama hivi vinavyokuja, maana vipo vingi vinakuja zaidi. Endelea kuwa nami ili upate kujua mengi zaidi. Kaka, mambo vipi? Poa poa. Kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Rajab Daniel Lastborn. Au kwa kifupi unaweza kuniita tu Raja, utakuwa hujakosea kabisa. Mimi nimechagua hiyo Lastborn. Nadhani Lastborn ni jina ambalo ina make sense afu ina ladha kwa kuitamka. Bwana Lastborn, vipi hali ya kambi unaionaje kwa sasa? Hali ya kambi niseme tu ndugu yangu, tunashukuru. Kwa sababu gani? Unaweza kusema kweli umelala umeamka, changamoto ni nyingi sana. Okay. Lakini ukiwa na pumzi unamshukuru Mungu. Okay. Si tupo tunapumua tupo, lakini sema hizo changamoto 1 2 3 tu zinatukumba, lakini sio sana kivile. Kwa sababu gani? Mtu anapokuwa amelala na plani ya kitu fulani kwenye akili yake. Kwa ikija kutokea kwamba eti amekuja kuamka, ina maana anataka afikie malengo kufuatana kile ambacho amekiota kwa mfano, lakini yawezekana isitimilike. Kwa sababu gani? Ya vizuizi 1 2 3 kufuatana na mazingira ambayo tuko nayo sasa hivi, na hali yenyewe tu haijalizisha kivile. Maana unajua hali yenyewe ya ukimbizini ndo kama hivyo, tupo under control. Okay. Tuna watu ambao wanatulinda, tuna watu ambao tunaishi nao kama vile serikali, na ukizingatia siku zote serikali ni kitengo ambacho kinahusishwa zaidi sana kulinda raia na mali zake. Lakini kwa sasa hivi unakuja kuona hali ya tofauti kidogo, badala kusema serikali ilinde raia na mali zake, serikali inakuwa inapiganisha hali kabisa, yani kubana raia au kufinya raia kutokana na mali zake yenyewe. Ina maana kama vile serikali inataka kutamani kitu ambacho raia anacho, badala kusema kwamba eti ilinde raia na mali yake, lakini serikali inakuwa yani kipaumbele kabisa kufinya raia kujiendeleza kivile. Okay. Hicho ndio kitu ambacho naweza nikakichangiza kwa muda huu, na ni kitu ambacho kinatubana sana kutufanya sisi tusiendelea au tuwe katika hali ambayo haijaridhisha kivile kimaisha. Okay, nadhani katika maoni yako au misemo ambayo umeisema hapo katika maelezo kifupi, kuna neno ambalo umesema kwamba serikali inatakiwa kulinda raia na rasilimali zake. Hivi nikuulize swali moja. Mkimbizi ni raia au ni mkimbizi tu sio raia? Mkimbizi ni mkimbizi. Yeah. Lakini ulinzi ni lazima. Kwa sababu gani? Mpaka mkimbizi aitwe mkimbizi, na maana kuna tatizo 1 2 3 azipitia, lakini ili kuja kuona kwamba eti labda kidogo anaweza kupata unafuu au kutuliza akili, moyo kama vile mwili, yatokana na mazingira ambayo aliyapitia, kwa yategemea na akapata ulinzi sahihi. Labda kula alikotokaga yeye aliona kwamba eti hali haijaridhisha, hali haiko vizuri, lakini akaja kuona kwamba eti labda kuna sehemu naweza nikaelekea mimi au sehemu ambayo naweza nikaenda mimi, nende nikupata angalau ulinzi kidogo. Okay. Kwa nipate kulindwa. Labda kuna kitu nilikipitia mimi ambacho tuseme pengine kilikuwa kinaniweka kwenye hali ambayo haiko vizuri kivile, kinanisibu sana, mazingira yako vizuri, labda usalama ni mdogo kivile, lakini nikisema kwamba eti nimetoka kwenye hayo mazingira, kwa hiyo kuna sehemu nyingine ambayo natakiwa nijielekeze. Hapo na matumaini ya kusema kwamba eti naweza nikafika, nitakuwa na wafadhali kidogo tofauti na ule ambao nilikuwa nao mwanzo. Lakini pia sasa ukienda kuangalia sehemu ambako unakoelekea, kusema kwamba eti unaweza kupata unafuu au upate wafadhali wa kimaisha kama vile wa usalama, inaenda kuwa tofauti na vile ulivyofikiria. Kwa hiyo ule ulinzi na usalama unahitajika, hata kama utakuja kuitwa mkimbizi, lakini uchukuliwe kama mmoja wa watu ambao uko nao kijamii, kama vile wananchi. Kwa sababu gani? Tayari wewe upo chini ya himaya ya wale watu wanaolinda nchi yao, wanaolinda raia kawaida. Kwa hiyo unaweza ukaweka mkimbizi, lakini pia ukaitwa kuwa raia. Yote inawezekana. Okay, asante sana. Na nadhani hivi karibuni au siku za nyuma hapo, serikali ilizidi kutoa agizo na mpaka sasa inazidi kutoa agizo. Agizo la kwanza lilikuwa ni la kusema kwamba
mkimbizi au raia anayepatikana hapa kambini Nyarugusu hatakiwi kumiliki chombo cha moto. Hivyo yeyote aliyo nacho anatakiwa hakitoe, aidha akihifadhi kisionekane kabisa, kisitembee. Na likapita hilo, kukaja lingine kusema kwamba baiskeli hazitakiwi kambini pia. Nadhani raia nao pia wakazihifadhi ndani, na tuliambiwa kwamba aliye na baiskeli afanye nini? Aiweke ndani. Lakini kuna tetesi ambazo zinazidi kuvuma kusema kwamba wanazidi kuja nyumba baada ya nyumba na kuingia bila hata ridhaa ya mwenye nyumba, na kuingia na kuchukua baiskeli kimabavu. Hilo swala wewe kama raia unayepatikana hapa kambini umelichukuliaje, na lilivyokufikia ulijisikiaje kama raia? Ndugu mtangazaji, mimi naweza nikagusia kwenye point hapo ya mkimbizi kumiliki chombo cha moto. Unajua kweli sisi ni wakimbizi. Okay. Lakini pamoja na kuwa wakimbizi, yawezekana tukawa na ule uhuru kidogo. Kuitwa mkimbizi ni tofauti na kuwa kama vile mtumwa. Ina maana wewe ni mkimbizi lakini sio mtumwa. Okay. Na licha ya kuwa mkimbizi haiwezi kuwa sababu ya kusema kwamba eti mtu afungwe. Maana ukimbizi kweli una uhuru wake kidogo, hata kama sio sana kivile. Upo chini ya uangalizi wa watu wengine, lakini yawezekana ukapewa na uhuru kidogo. Kwa sababu gani? Ya kujiendeleza kimaisha. Sasa ukija kuangalia sasa hivi maisha yenyewe yanakuwa na tight sana na bana kivile, yanakuwa hajaridhisha. Sasa yawezekana mtu akaangalia, mbona hali nilionayo sasa hivi ni tete kidogo, kwa yawezekanaje niishi kwenye mazingira hali ya kuwa na familia, natakiwa nijiendeleze mwenyewe. Kwa hiyo unakuja kuangalia labda kuna kitu fulani unaweza ukakiweka kama vile kitega uchumi. Ukija ugusia kwenye hilo swala la pikipiki, aiza baiskeli, maana hata baiskeli inaweza kumsaidia mtu ikamuendeleza kimaisha, lakini naweza nikagusia kidogo sana kwenye swala la pikipiki. Unaona mtu kapata hiyo pikipiki yake, anaona kwamba eti mazingira ambayo niko nazo sasa hivi au kwa msaada ninaopata mimi kutokana na shirika ni msaada ambao hauikizi sana kivile, hauridhishi sana maisha tulionayo. Ukikuta na familia kubwa sana, sasa nikija kutegemea msaada ninaopata kwa shirika nini, ni kitu ambacho labda tuseme yani akimudu sana kivile, yawezekana mtu akajiendeleza kimaisha. Sasa unakuja kuangalia hali kama hiyo kwenye swala pikipiki, ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kujiendeleza kidogo, angalau ukuze kipato au ujiongezee kidogo kwa kile ambacho utakuwa umekipata kutoka kwa shirika. Okay. Lakini hicho kinakuja kuwa ni kitu ambacho kinakuwa make sense, hakina mantiki yoyote kwa watu ambao wanatulinda. Lakini ni kitu ambacho hakipo sawa. Kwa sababu gani? Unakuja kuangalia kweli unachopewa wewe na shirika, wewe kama mkimbizi, ni kitu ambacho sio kibaya, kinakusaidia, lakini yawezekana ukajiendeleza wewe kama wewe. Sasa ikaja kuwa changamoto kwa watu ambao uko nao, kuona kwamba eti badala ya kufanya kusupport wewe ujiendeleze au uendelee kimaisha, wenyewe ndio wanataka kabisa udidimie, uzidi kurudi nyuma. Wewe unakuja kumshikia mkimbizi pikipiki yake, wakati ni kitu ambacho kinamsaidia yeye, kumpa support kidogo. Wewe unampa msaada, lakini msaada wenyewe utakuwa hujaridhisha. Unategemea kwamba eti kwa mfano tuseme unampa mtu chakula, unamwambia mtu hichi chakula ni cha mwezi. Hicho chakula unampa cha mwezi ni chakula ambacho hakiwezi kufika hata wiki mbili. Unakuta na familia kubwa. Sasa ili aseme kwamba eti ufike huo mwezi ambao umemkadiria wewe kusema kwamba eti afanye na hicho chakula, yawezekana akajiendeleza au akajiongezea kipato kutokana nini? Kile ambacho anacho ndio kinamsaidia, kinamsupport. Kwako wewe ndio kitu unachokiona kwamba eti ndio kitu cha kuja kumbania kabisa asijiendeleze kivile. Yaani hiyo hali tumeipokea kabisa, hatujaridhika nayo. Kwa sababu gani? Wangetakiwa watupe uhuru kidogo. Mtu kuitwa mkimbizi sio maana yake kwamba eti amekuwa kama mtumwa, amekuwa kama mfungwa. Hapana. Mkimbizi ni mkimbizi, lakini awe na uhuru kidogo wa kujitafuta kivile. Unaona, uhuru ni mdogo sana. Lakini waangalie pia utu. Ina maana utu ni mdogo kwa ndugu zetu. Wanatakiwa waangalie kitu gani tunachokifanya kwa ndugu zetu. Kweli sisi ni walinzi wao, wapo chini ya himaya yetu, lakini vipi tunatakiwa tuwatreat namna gani? Kweli kwenye mazingira tunayotaka kuwaweka ni mazingira ambayo yameridhisha kivile, au bado kuna changamoto ambazo tunaweza tukawaingizia kutokana na hii hali ya ulinzi kuwa hafifu. Usalama ni mdogo sana, ni kitu ambacho kinakuwa kinatusumbua sana. Kwa hiyo kwenye hilo swala pikipiki au baiskeli, hilo jambo hatujalipokea sana kivile. Ni jambo ambalo niseme watu wengi wameumia kutokana na hilo. So mimi tu, tupo wengi wanajamii tunaumia sana na hilo swala. Kwa hiyo serikali kama serikali ingejaribu kuangalia kitu gani cha kutusaidia sisi, badala ya kusema kwamba eti watubanie kabisa au watufinye kwenye swala kujiendeleza kimaisha. Yaani watupe uhuru kidogo. Kweli ni serikali ina mamlaka yake na tunapaswa nyia hapo. Ni kitu ambacho kinakuwa kiridhishi. Unaona? Okay. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo ndugu mtangazaji. Sawa. Nadhani mimi labda niseme kwamba
sasa hivi nikiulizwa kwamba ni kitu gani ambacho unatamani ukifanyiwe au upewe nini ili uridhike, binafsi mimi kama mtangazaji labda niseme kwamba naweza nikaomba nipate zile sheria za wakimbizi hapa Tanzania kambini Nyarugusu. Mkimbizi anatakiwa afanye nini na asifanye nini, labda ningetamani nizipate. Labda tuseme inaweza ikawezekana ni kwa sababu tukupitia sheria zao au tujawahi kuzisoma, na labda tusha kuzisoma tumeanza kusahau pia. Na nikija kufikiri au kutathmini hapa, nadhani sheria zinasema kwamba mkimbizi hatakiwi kutoka kambini bila nini? Bila kibali. Na vile vile hata Mtanzania yoyote ambaye anakaa kijiji jirani na hapa kambini hatakiwi kuingia hapa kambini bila nini? Bila kibali. Lakini sasa hao ndugu zetu wanaingia hapa bila hata kibali na hawasumbuli na mtu yoyote yule, na wanakutana na wenzao wanawapisha bila hata kuwauliza umeingiaje hapa kambini. Sasa hapo inakuwa ni kama ubinadamu haufanyi kazi kabisa. Kama ndugu zenu sisi tunawaachia wanatamba wanavyojua hapa kambini na hawajaruhusiwa kuingia, hatuwafanyi chochote. Kwa nini sasa wakwetu wakitoka kule wanashikwa na wanafanywa kile? Hicho nitaka tu nikipeleke kama wazo, labda ndugu zangu tungezilichangiza hapo kwenye comment, na tutoe maoni zaidi sana. Vipi tukirudi tena nyuma hapa, nadhani ilikuwa ni tarehe 6 kama sijakosea, kama sio 6 itakuwa ni 7 au 8. Nadhani ilianza kusikika tetesi kusema kwamba simu kubwa hazitakiwi hapa kambini. Na moja kati ya sababu ya kusema simu hazitakiwi ni kusema kwamba wakimbizi wanashika picha hovyo za kambi. Hilo swala kwako binafsi wewe ulivyosikia kwamba zimekatazwa, ulijisikiaje, au kuna sababu zingine unahisi zinaweza zikawa zipo za msingi tofauti na hiyo? Sawa, ndugu mtangazaji, mimi kucheka ni lazima. Natakiwa nicheke, na sio kila kicheko kinachoashiria furaha. Ndio. Na sio kila chozi linaloashiria huzuni, hapana. Yawezekana mtu akacheka lakini akawa anaumia. Aidha ukawa unalia lakini ukawa unalia kwa furaha. Kwa hiyo kicheko changu mimi kina maana yake. Sema kama ndivyo nilivyogusia hapo kabla, hali sio nzuri na usalama ni mdogo sana. Sisi kweli tupo, tunalindwa na serikali, lakini haiwezi kuwa sababu ya sisi kutritiwa namna hii. Yaani watu watuchukulie kama wanyama, hapana. Kwanza hapo kuna kitu kinatendeka, yani ukosefu wa haki za kibinadamu hazipo kabisa. Sio nikasema kwamba Tanzania nikaweka asilimia kadhaa, hizo hazipo kabisa, tusifichane, tuliseme tu wazi. Nipo mbele ya media, lakini tuliongelea kwanza kiufupi, yani hilo halionekani kabisa. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia upande mwingine kwenye swala kusema mkimbizi haruhusiwi kutoka kambini bila kibali. Ndiyo, mkimbizi haruhusiwi kutoka kambini bila kibali. Lakini vipi sasa kuhusiana na yule anayetoka nje huko mikoani, sijui kwenye vijiji jirani kando kando makambi, haja aingie huko bila kibali, hali ya kuwa yeye sio mkimbizi? Wanasema namna gani? Au anatakiwa ana kitu gani cha kuashiria kwamba eti ameruhusiwa kuingia kambini? Ana kibali au ana noti yoyote ile ambayo inaweza ikawa inamuonyesha au kumpa ruhusa kusema kwamba eti anatakiwa ingie kambini na kufanya mambo yake? Lakini wewe binafsi mkimbizi ukitoka kambini bila kibali, sijui utachukuliwa namna gani au watu gani atakaochukuliwa kwako wewe. Lakini pia inawezekana ukawa na kibali lakini mambo yakawa ni yale yale. Kweli inawezekana ukapewa kibali lakini pamoja na kibali chako kufika nje huko ikawa ni yale yale. Wewe tayari ushapewa kibali. Kibali kinaruhusu mtu kutoka. Kimetoa majibu yote kamili kwamba eti mtu karuhusiwa kutoka kambini kujitafuta kivile. Labda kuna shughuli zako 1 2 3 umeziomba, kuna kitu nataka nikifanye mimi. Haya maisha. Hatutakiwi kutubana namna hii kwamba tumefungwa kamba, sisi tunatakiwa tujitafute. Kwa hiyo uenda kuomba kibali kwa mtu au mkuu wa kambi akupa kibali, watakiwa utoke utafute maisha yako. Lakini baada ya kufika nje ya kambi wewe waje kusingiziwa kiasi zingine ambazo hazina msingi. Huo usalama ni mdogo na hapo hakuna haki. Sasa vipi kwa mtu anayetoka nje ya kambi anakuja kuingia kambini, anatoka labda tuseme pembezoni huko nini kando vijiji jirani huko Vugwe, Makere nini? Niseme sio wakimbizi, ni Watanzania, ni ndugu zao, lakini wanapokuja kuingia kwa sababu gani? Wanakutana na ulinzi wa ndugu zao wenyewe huko, hawana kitu wanachofanywa chochote kile. Ushaona? Kwa hapo vipi tuna balance namna gani hapo? Ni ule unyanyasaji. Ina maana hapo haki haipo tu. Ni wanakuwa wanaangalia huyu sio wa kwetu, huyu ni wa kwetu. Ukija kuangalia sisi wote ni mtu mmoja.
Nikija kusema kitu Muafrika yani kiwalisia kabisa Muafrika kama Muafrika. Hapo Afrika nzima hawezi akawa na sehemu ya yani mtu aitwe mgeni. Ukiwa unatembea tu Afrika unatakiwa uitwe wewe ni Muafrika. Ina maana ukifika sehemu yoyote tofauti, uwe Mkongo, uwe Mtanzania, uwe Mzambia, uwe yani nani kabisa Afrika tu, utakiwi kuitwa mgeni. Hilo swala watu hawajui. Lakini mtu akitoka Kongo anakuja Tanzania anaitwa mgeni. Mtu akitoka Tanzania akienda Kongo mgeni. Huyu akitoka Tanzania Kenya mgeni. Lakini ukiwa tu Muafrika utakiwi kuitwa mgeni kwenye udongo wako wa Afrika. Wewe ni mwenyeji. Hilo watu hawalijui. Na hiyo ni changamoto kubwa sana watu wasiojua. Ina maana nataka yani nigusie sana hapo kwenye hilo swala kusema kwamba eti watu waangalie kitu gani haswa kinachotendeka kwenye hilo swala la simu. Sisi tuna simu zinatusaidia. Tukija kugusia kwenye hilo swala la chakula, kwenye swala la huduma kambini. Huduma hairidhishi. Huduma ni ndogo. Na ndio maana nilisema yawezekana mtu akiwa na kitu mbadala ambacho kitamfanya yeye ajiendeleze kimaisha. Unachokipewa wewe hakitokusaidia kwamba eti yani kikufanye kwamba eti ufike kwenye level ambayo wenyewe wameset labda ufike kwenye mwezi mzima na hiyo huduma ambayo amekupa, pengine yawezekana ukajiendeleza na kile ambacho utakuwa nacho ndani mwako. Mfano wa hiyo simu sasa hivi zinatusaidia. Tumefungiwa vyombo vya moto, baiskeli, pikipiki zimefungiwa. Ni vitu ambavyo vilikuwa vikitusaidia sisi kujiendeleza kimaisha, kukuza angalau kipato. Tumebaki na simu kwenye mikono yetu. Unakuja kuambiwa kwamba eti simu nazo hazitakiwi. Wanakuja kuleta sababu za kusema kwamba eti watu wanakaa na simu kisa nini? Kurekodi, kupiga picha, afu kuposti mitandaoni. Hapo naweza nikasema amegusia sana vijana. Vipi kuhusu wazee wetu hao wana miaka 60, 70, wanamiliki hizo simu kubwa, wanafanya vituko kama hivi vya kurekodi na kuposti mtandaoni? Hilo alipo, lakini anakaa na simu kwa sababu gani? Anajua kwamba eti ni simu ambacho ni kitu ambacho kitamsaidia. Ni kitu ambacho kinamuendeleza. Unaona? Kuna ndugu zetu ambao hawako humu, waishatangulia huko wanakoendaga. Ni watu ambao wanatupa support kubwa sana ili angalau maisha yetu yaonekane kidogo yana afadhali. Sasa ukitumia hiyo simu ndio inayokusaidia wewe kupata communication nao ndugu zetu, kupata wafadhali, mawasiliano nao ndugu zetu, na kupata ule msaada mdogo mdogo. Hizo simu nazo zinatakiwa nini zifinywe? So kifupi yani tunataka majibu, watuambie wanataka tuishije? Tuishi namna gani? Tufungiwe baiskeli, tufungiwe pikipiki. Simu sasa hivi zinadaiwa kwamba eti simu hazitakiwi. Tuishi namna gani? Je, sisi ni wanyama? Ule uhuru kwetu haupo? Kisa nimeitwa mkimbizi na maana sitakiwi kuwa huru? Hata chembe kidogo ya uhuru sitakiwi kuwa nayo. Lakini hicho ni kitu ambacho labda tuseme wanasahau. Na kama wanaweza kawa wanajua, ina maana wanafanya kama vile kusudi kusema kwamba eti tuwakomoe. Kwa sababu gani? Sio wenyeji. Mkimbizi ni mkimbizi tu, hana haki yoyote. Je, haki ni ya nani sasa? Kwa hilo waliangalia vizuri, ni kitu ambacho kila mmoja wetu hajalipokea vizuri. Kwenye swala la simu hapo watakuwa wametugusa kabisa. Okay. Maana kweli tunatakiwa tutii. Ukija kuangalia kwenye swala la pikipiki, hatutaki pikipiki wekeni ndani zimewekwa. Baiskeli wekeni ndani zimewekwa. Lakini ukija kuangalia baada ya wewe kuambia kwamba eti weka baiskeli ndani, umetii sheria, umeweka ndani, lakini hawajaishia hapo. Wanagonga hadi mlangoni, getini, fungua, tunataka baiskeli ambayo uko nayo utoe. Vipi sasa? Mmeniambia niweke ndani, nimetii, nimeweka ndani. Vipi tena kuja kuchukua baiskeli? Mlisema vipi? Hatutaki uwe na baiskeli au hutaki kuona baiskeli barabarani. Kwa hiyo nimehifadhi ndani mimi, lakini vipi kuja kuchukua baiskeli mpaka ndani mwangu? Lakini hata hivyo tushati zimo ndani, asitembei pamoja na pikipiki. Vipi kuhusiana na simu? Ndio kitu pekee ambacho kinabaki kutusaidia sisi kuwasiliana na ndugu zetu, kupata ule msaada mdogo mdogo, angalau tujisikie na sisi tunao nafuu. Tuje tubane kwenye simu. Hayo ni maangamizi. Yaani huko ni kutuua kabisa, hicho ni kifo, watu hawaweza wakajua. Lakini sio poa. Usalama, tunahitaji usalama na tunahitaji amani. Sio kwamba upo hapa, hii sio kambi kwamba ni kambi ya kijeshi. Watu kwamba ukirekodi unafanya hivi, ukipiga picha unafanya hivi. Hapa ni kambini, ni kambi ya watu wanaishi raia kama raia wengine. Sio kambi ya kijeshi kwamba hicho utakiwa kusogelea. Tuogope namna gani? Watu tunajua tunaishi sio mtu anatakiwa awe na ukarimu na serikali. Tuwe tunaona serikali kama vile nini? Moto. Na wakati ni watu kama sisi wanaotulinda. Tuko nao Bennett kabisa, unajua kwamba eti ni kama vile marafiki. Kwa hilo aliangalia vizuri, ni kitu ambacho hakijaridhisha na watu hawajajisikia vizuri. Okay. Asante sana. Nadhani ulikuwa nami muda wote C Boy aka Kapano G on TWM, na sina mengi ya kusema. Mimi mwenyewe binafsi moyo unaniuma, maana na mimi ni mkimbizi pia, na kama mwenzangu anafanywa vile, labda na mimi kesho inafuata dhamu yangu, lazima niumie na lazima nilie sana, na mimi pia machozi yamenijaa katika macho yangu. Bwana, usisahau kusubscribe, like na kucomment.